Mvita! 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 Ah! Bonge na nyanyuka. Bila shaka ni vijana wa Sembweta. Mbita. Anafanya nini? Amebakwa. Moment. Sasa. Mbita! Mbita! Na wewe ni mwanamke mzuri sana, hasa ukivaa vitu kama hivi. Zaidi umenifurahisha sana. Natamani ningekuwa na himaya zaidi hata ya mbele, kakupa zote ukawa mkuu wa Malkia pale. Hata hiyo sina shaka na usiwe na shaka. Nina vijana, kikutazama naona kama unafaa kuwa Malkia kabisa. Na utafurahi. Shida kama hizi ndogo ndogo kwangu hazipo. Mizigo wanabeba punda, matroli, vijana wapo kutosha. Utahangaika. Kwangu utakuwa tu wewe ni wa kulala kifuani, huko nikikuimbia nikikupigia zeze. Maisha utayaona la. Karibu kwenye maisha yangu. Sahau kuhusu kusenya kuni, kuchota maji. Shida ndogo ndogo hizo sizitaki zikupate. Kazi ni moja, kunipenda. Sembwata. Hebu acha upumbavu wako Sembweta. Hivyo nafikiria mimi nina akili za kipumbavu kama hao wanawake zako nao watumia huko kijijini? Mimi sina akili za kipumbavu za kutembea na mtu kama wewe. Yaani wewe ufanani na binadamu yoyote hapa duniani, wala minyama, na kufananisha na jitu lililokufa miaka za kale huko. Kono mlaini kama uwezi nifikia mimi.
Kaka, mbona nalia? Kaka, nini kimekupata? Mbona narudi na unalia tu? Kwani nini tatizo? Na umeondoka asubuhi, umerudi umechafuka, shida nini? Ndugu wangu, daima kwa chenye marefu na mapana huwaga kikosi mwisho, na inabidi ulitambue hivi. Ukiona jua kali alafu kuna mti, kivuli lazima kipatikane tu. Kaka, si zamani unaondoka umeniacha njia panda. Kakangu amepatwa na nini? Namuuliza nijibu, ananijibu kwa mafumbo. Sasa mimi nimwelewe nini? Mwanamume jasiri kama huwa mwogopi mwanamke na kumnyapia kwa nyuma. Wewe ni muoga na kufananisha na binti kigori ambaye bado hajajua wanaume. Unapata wapi ujasiri wa kuzungumza na mimi hivyo, ili hali unajua kabisa mto wote huu tuko wawili tu, mimi na wewe, na hauna msaada wote? Yaani wewe na kufananisha na mdogo wangu wa kike aliyofariki miaka dahari iliyopita. Mnafanana hivyo hivyo, kuanzia tabia mpaka maumbile. Ndaku na wewe utaniwi? Mimi nilikuwa nakutania tu, hata nilikuwa sijamaanisha. Nilikuwa nakuja kukutania tania tu. Sasa nitakuruhusu uondoke, huku kitambaa kwa magoti, ukibweka kama mbwa, huku kitikisa mkia wako. Toka! Mimi sio mbwa kama mnavyofikiria. Hivi hapa mtuone. Toka! Yapi Ukimbele na simu. Ndi. Mbita. Kadu. Nakupa ujumbe ukamfikishie kakako. Umwambie apunguze kielele. Pamoja na uoga alionao ndio umemsababisha mpaka leo hii limemkuta lilomkuta. Umemponza? Mbona sikuelewi unavyoongea? Ina maana wewe ufahamu chochote? Hapana. Tukio lililokukuta wewe, walilokufanyia vijana wa Sembweta, ndio naye kilichomkuta hicho hicho. Yaani inamaanisha kakako amebakwa. Kakangu mimi mdaki.
kama jinsi ambavyo wewe ulivyobakwa na vijana wa Sembweta, ndo na kakako naye amebakwa hivyo hivyo. Kwa mfano, hichi kitendo kilichonikuta mimi na kaka yangu kingekutokea wewe, ungesikia raha ama usingesikia raha? Na tukio hili aliyefanya si yoyote, ni Sembweta, kwa sababu yeye ndo alohusika kwenye kifo cha wazazi wenu wote wawili, na aliwaua kikatili. Kwa nini kila kitu hii? Kwani mimi nimekufia nini mpaka uje uniambie maneno makali kama hayo, na tena ukiwa na tabasamu ya kwamba unafurahi matukio tunayofanyia ofisi? Pole sana Mbita, ila ukweli ndo huo. Maana halisi ya kukwambia ya yote ili ufahamu kila kitu. Hatima yetu ni hatima. Hatima yetu ni hatima. Hatima yetu ni hatima. Hatima yetu ni hatima. Hatima ya imaya mikononi mwetu. Hatima yetu ni hatima. Hatima ya imaya mikononi mwetu. Hatima yetu ni hatima. Hatima yetu ni hatima.